let me go back to the story of Matiang'i. You know, Matiang'i was a less person who was not known up to the time when he was appointed the Minister for ICT. I don't know whether you remember. Before that, Matiang'i hakuwa anajulikana. Ile watu walikuwa wanajua Matiang'i ni watu kama sisi wa Kisii because we come from Kisii. And you know, yeye alikuwa ile Ford, ile ya Najari. Ilikuwa inaitwa Ford people. Yeye ndiye alikuwa CEO. Najari alikuwa amemwandika. Then later when I entered to parliament, just before I entered to parliament, that time I was told Matiang'i alikuwa anafanya na Suni is Suni sponsors members of parliament to they teach members of parliament about many things. So Matiang'i akawekwa ICT. That's the time watu walianza kusikia Mkisia amepewa minister anaitwa Matiang'i. And you people, you are of the press, you want your press to know what he did about digital. Wakati alikuwa anasema mtoke unlock digital, ukaleta shida sana, ukasema iwezekani understand his food. Na siku hizi what you are enjoying is because of his food. Si ndio? Si ni kweli? Si maneno mzuri na kwa sababu yake. Kama angekalia chini, so Wakenya wakaanza kumjua. Then he was taken from there to the Ministry of Education. And you could see in education, that's why I was even seen making a lot of noise yesterday. Because wakati ya education ni wakati ya Matiang'i, he reformed education. Hivi yote nafanywa hapa up to last ile mtihani ilikuwa imetolewa. For the first time, tulianza kuona mtihani inatolewa just before Christmas. Mtu akienda Christmas, unajua mtoto wake ametolewa na ameitwa shule fulani. There were no issues kama hiyo unaona. So Matiang'i akafanya mzuri sana in education sector. And you know, that man is amazing. By the way, I can say he's my mentor. What I'm doing here, like I wanted to leave personally just before the Christmas. If the letters had come out, I told him what. Kila mzazi angeenda nyumbani kama hapo na inject ya 2500. Mimi nafuata footsteps za Matiang'i the way he used to do it. And because he's my buddy, we come from the same area, I used to ask him, you know, I used to be the way he used to do things. Nilikuwa nashangaa nasema why atulitaka kupeana mtihani kabla tuende Christmas, na akasema yurudui every time tukiendelea mtihani ikifanywa, ukienda kwa ofisi ya Matiang'i ungemkuta Matiang'i you could go and stay in mtihani yao. Wanafanya ile inaitwa nini ile unataka kuona vile ataenda kufanya akipeana mtihani kama saa hii ametangaza after 1 hour unaanza kuona mahali mashule yamechukuliwa. After 1 hour you are not the letters. So umejipanga. Amejipanga, you know. Yeah, alikuwa amejipanga. Watu wakaanza kusema hii ni mtu gani anafanya. Matiang'i akurisi ni Mombasa. One time I saw him in Mombasa reciting a function at around 5 akamaliza. Then in the morning alikuwa hapa kambi ya moto. Then I was like, I thought you were serious. Ulikuwa ungeangalia maneno ya travel, anatravel kutoka Mombasa ndege ya usiku, anakuja anafika Nairobi, anakuja hapa, he comes and freshens at one of the hotels here. Then at 5 in the morning ako huko ndio anafanya kazi. That man knows anajua kufanya kazi. Angalia wakati ya security, wakati alikuwa minister for security. Matiang'i, you could call him a citizen who walks in the streets, you could call Matiang'i and pick your phone. Akuulize ni nani, umwelezo mwambie mimi ni Yasiba, nimekuja hapa nimekosea hiyo, anasema huko wapi, niko Kaptembwa police station, nenda kwa hospitali. Ukienda pale hata kuna mwelezo unasema ongea na wasili, hata mtu anashangaa, anakuza anasema ni nini. So watu wakamjua that ni mtu anafanya kazi, ni mtu anatenda haki. Matiang'i huwezi kwenda hapo umwelezo mwambie ati mimi ni mkisi, nimepata shida, nimefanya kitu mbaya nisaidie, atakwambia no, that's wrong. He's a no nonsense person. And we are following his footsteps. Sasa wakati yeye iliisha, yeye akaenda akaandikwa alikuwa New York, and precisely he was in one of the tallest buildings, one block Mali. I think he was in 7 something floors. Mahali alikuwa kwa ofisi yake, kwa ofisi kama hii yote ni ofisi ya Matiang'i. Hii nyumba yote unaona hapa, lakini bila Amerika wanaweka vipi. But Wakenya walileta shida, wakasema Matiang'i kuja Kenya kuja usimame. Matiang'i alijaribu kukataa,
lakini watu wakaleta shida, they went to the streets demanding to come. So Matiang'i si yeye anajileta, na si wakisi wanamleta, na si Arama anamleta, na watu wasione vibaya nikisema. Najua si mimi nimemleta, si yeye amejileta, si wakisi wamemleta, ni wa Kenyans are demanding on the way he did his work before. Bila afanya kazi.